wewe ni mjinga au umechanganyikiwa na ulidhani nitasimama hapa nikutazame ukinidhalilisha Halitawezekana kamwe. Jamaa akaona hizi dharau, akarudisha mapigo mpaka mama akabaki anashangaa. Kwa hiyo sasa umeota mabawa kunigusa, umeota mabawa kunipiga, si ndio? Ndio, kwa sababu wewe si baba yangu, si mama yangu, wewe si chochote. Okay, hilo ni sawa, lakini nakuahidi kitu kimoja, kila kitu kitaisha, hakuna kitakachoisha, kwa sababu kama nilivyokuambia, wewe si baba yangu, si mama yangu, wewe si chochote. Ile anataka kupigwa kofi lingine. Jamaa akakurupuka kutoka usingizini, kumbe ilikuwa ndoto bana, na kuanza kusema, baba, inabidi nirudi nyumbani, na kukaribisha kuitazama filamu hii mwanzo mpaka mwisho, inayoitwa Stolen Legacy. Ninayekuletea burudani hii inaitwa Clever, na hii ni Clever TV. Sasa tuendelee. Jamaa anaitwa Williams, alikuwa anaishi nje ya nchi, na baada ya kuota ndoto mbaya ya majibizano mabaya baina ya na mama yake wa kambo, akaamua kurudi nchini mwake haraka sana, na akaja na mpenzi wake ambaye anaitwa Sara. Huyu ndo mama yake wa kambo, anaitwa Octavia. Moja kwa moja akaanza kumhoji, yupo wapi baba yangu? Nauliza yupo wapi? Mama akamwambia, naomba utulie, sababu ndo kwanza umetoka safarini, mimi sijali kuhusu hilo, na kuuliza kwa mara nyingine, kitu gani kimemtokea baba yangu? Unataka kujua? Sawa, mpenzi wangu amefariki. Mimi nimekuuliza kuhusu baba yangu na sijakuuliza kuhusu mpenzi wako. Ni baba yako na ndo alikuwa mpenzi wangu pia, naomba utulie kwanza. Inawezekanaje na wakati nimetoka kuongea naye siku chache zilizopita? Huu sio muda wa kulaumiana, kwa sababu mimi mwenyewe bado sijajua imekuaje. Ni mpenzi wangu pia, sijui unaelewa? Huu sio wakati wa kuniuliza maswali na kuwa na hasira zisizokuwa na sababu. Naona mnanichezea, kuna mchezo mnacheza hapa. Baba akaamua kwenda kumtafuta kila chumba baba yake. Williams kachanganyikiwa, afu kidemu chake chenyewe kinavuta sigara kinoma yani. Kama nilivyokuambia, huyu demo wa Williams anaitwa Sara, katoka naye huko nje ya nchi alipokuwa anaishi. Haka kadada kazuri nikafanya kazi humo ndani, kanaitwa Maria, na huyu mama wa kambo wa Williams anaitwa Octavia. Williams tangu alivyorudi kutoka safarini hata hajatoa mabegi yake kwenye gari. Kwa hiyo Octavia ikabidi amwambie huyu mfanyakazi akawachukulie mabegi yao kwenye gari, kisha wapelekee chumbani kwao na waulize kuwa wageni wanataka nini. Binti akatii maagizo ya bosi aliyopewa, akaleta mabegi moja kwa moja chumbani kwa Williams. Kisha akawa anamwambia kwa wasiwasi, maana Williams bado ana hasira za kumpoteza baba yake. Boss, madam kaniagiza nikuulize kama mna njaa ili niwaletee chakula. Nani kakwambia nina njaa? Kuna mtu kakuuliza? Binti kabananishwa ukutani na kukosa kabisa kitu cha kujitetea. Akaja kusaidiwa na huyu mama wa kambo. Huyu mpenzi wa Williams ambaye anaitwa Sara, ona anavyojichetua ukweni. Yeye anazidi kuongeza matatizo kwa Williams tu, maana hakajatulia hata kidogo. Williams akafika anazima mziki. Unajua tupo kwenye matatizo, kwa nini unafanya hivyo? Babe, baba yako ameshakufa. Yani so haina haja ya wewe kuwa na mawazo hivyo. Yani tangu tumekuja nyumba imepoa sana hadi naboeka. Jamaa akaona kabinti kanaongea shiti, akaamua kusepa. Hivi ni demo au matatizo? Asubuhi imefika, Sara ambaye ni mchumba wa Williams akaanza kumfokea house girl. Chai yangu iko wapi? Nimeanza kumwandalia Madam Octavia. Kwa nini hujaanza kuniandalia mimi? Akamtia kwanzi kwanza. Nakupa dakika 5. Nakupa dakika 5 wewe umeshaweka chai mezani. Kisha akapanda juu. Leo Madam Octavia akamuita wakili akidai kuwa alikuwa wakili wa baba yake William, na amekuja kusoma wosia aliacha marehemu. Huyu hapa ni Williams, mtoto wa pekee wa chief. Kwa sasa tunaishi naye hapa. Na Williams, huyu ni B Johnson, wakili wa baba yako. Sawa, nimemuona. Na lengo la mkutano huu kimsingi ni kusoma wosia. Kwa hiyo yeye atasoma wosia. Wosia? Ndiyo, wosia wa baba yako. Sijaelewa hapo. Baba yangu amefariki juzi tu. Kwa nini tuna haraka sana kusoma wosia wake? Nafikiri ni kwa ajili ya utaratibu na ukweli kwamba baba yako tayari aliandika na kusaini kila kitu. Kwa hiyo tutaendelea tu kusoma. Hapana, hatutaendelea na chochote. Baba yangu amefariki hata mwezi mmoja haujaisha, halafu tuna haraka ya kusoma usia wake. Kwa nini? Kwa nini inafanyika hivi? Madam Octavia akamkonyeza wakili kidogo. Wakili akajiongeza, usijali, ngoja utaelewa taratibu. Ngoja nianze kukusomea. Williams akaona ni upuuzi, akaamua kuondoka zake. Lakini siku iliyofuata, Madam Octavia ambaye ni mama yake wa kambo wa Williams akarudi tena na wakili. Eti amekuja kusoma wosia wa marehemu. Akaanza kusoma. Huu ni wosia wa mwisho wa Chief Ameka Alba. Anasema hivi, mimi Chief Ameka Alba, nikiwa na akili zangu timamu kabisa, natangaza hii kuwa ndio wosia wangu wa mwisho. Nimemteua mchumba wangu Octavia kuwa msimamizi wa mali zangu zote zilizopo Abuja, Lekki, Port Harcourt na Aeri. Mali zangu zote binafsi ikiwemo vifaa vya umeme na vya nyumbani zitakwenda kwa Octavia. Fedha zote zilizopo kwenye akaunti yangu ya benki, akiba, uwekezaji na mali za kidijitali zote zitapewa Octavia. Magari yangu yote yatakwenda kwa Octavia isipokuwa lile gari dogo la Picanto ambalo naliachia kwa mwanangu. Hisa zangu zote zitakuwa chini
chini ya usimamizi wa mpenzi wangu Octavia, ambapo 90% zitakuwa zake na 10% zitakwenda kwa mwanangu Williams kwa hiari yangu mwenyewe bila kulazimishwa na nikiwa na akili zangu timamu. Nimesaini uhusia huu leo. Wakati mtakapokuwa tayari, naombeni muusome. Acha upuuzi. Hapo Williams akaanza kuwaka. Yaani inakuwaje mzee aache uhusia kipuuzi hivyo, kumkabidhi mali zote aliyokuwa kimada wake? Hata ningekuwa mimi nisingekubali kizembe hivyo. Tukutane sehemu ya pili. Naitwa Clever na hii ni Clever TV.